this morning? Hi. Speak to somebody. Speak to somebody. Say hi to you. Can we greet each other? Salamia mtu hata kama ni mmoja wawili. Mwambie how are you this wonderful morning? Welcome in the service. Feel at the feet of Jesus. Can we appreciate our Lord Jesus? Take your seat. Take your Bible. Take your notebook. We want to learn something. Can we have our seat? I would like each of us to take our Bible, to take our notebook and our pen, so that we can learn something in a few minutes, and God will bless us. Can we say amen? Amen. Say a good amen. Amen. We want to talk about 7 goals of grace, because the servant of God is continuing the topic of grace. Let me just talk about also grace. I introduced it, and I think tuliongea kuhusu benefits. Is it true? We want to see 7 goals in grace. 2 Thessalonians chapter 1 verse 1 to 12. 2 Thessalonians 1 Thessalonians. And in affliction which you are enduring. Verse 5. This is the evidence of the righteous judgment of God, that you have been made worthy of the kingdom of God, for which you are suffering. Verse 6. Since indeed God deems it just to repay with affliction those who afflict you, and to grant rest to us who are afflicted, when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, inflicting vengeance upon those who do not know God, and upon those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Verse 9. They shall suffer punishments of eternal destruction and exclusion from the presence of God and from the glory of his might. Verse 10. When he comes on the day to be glorified in his saints, and to be marveled at all in whom believed, because our testimony to you was believed. Verse 11. To this end we always pray for you, that our God may make you worthy of his call, and may fulfill every good resolve, the work of faith by his power. Word of God. You know, Paul is instructing Timothy on how to work on faith, on grace, because anaelewa ya kwamba neema zingine mtu huwa anahitaji hata kama ameokoka. And you know, he's talking to him concerning the persecutions ambazo zinakuanga mbele ya Mkristo. Kama ile time nyingine tulikuwa hapa, nilikuwa naambia washirika, hakuna siku kila siku utakuwa unapata tu mambo mazuri, ukiamka ni mazuri, kuishi ni kuzuri, kuvaa ni kuzuri, kukula unapata kwa uzuri. Hapana. Kama you are not under the grace of God, utapata kila kitu ni gumu. So tunapoongea maana gani tunataka tukue na hii neema, na huu mwezi wa 5 ni mwezi wa neema, ni kwa maana gani tunataka hii neema? Na kuna vipengele nataka tufundishana. Ukisoma hiyo habari za Paulo kwa Timotheo, Timotheo alikuwa mwanafunzi wa nani? Timotheo alikuwa mwanafunzi wa Paulo, na Paulo alitaka kulea Timotheo aelewe maisha si ati wakati umepata vitu ndio unakuwa atuko na maisha mazuri. Kuna wakati unahitaji neema zaidi katika hali fulani. Sasa wakati unapitia hali, kubali neema inakutosha. Kuna wakati unaweza pitia hali kwa sababu Mungu anakufundisha uingie eneo lingine. So the time when the man of God came here, akatuambia it is time to shift. Hiyo ni levels alikuwa anatupandisha. Na every level has new demons. That's what we are talking about now, this grace. As we are shifting to another level, we are going to meet new demons. But by the grace of God, we are going to overcome. Can I hear a big amen? Though it is too hard, though it's persecution, though your heart is not willing. Nobody's passing persecution, and then your heart is willing. Hata Yesu mwenyewe akiwa msalabani alisema, niondolee kikombe Baba, naomba. So it is hard, but by the grace of God we do overcome.
a church. When we talk about the grace, never continue sinning saying that the grace is enough for me. No. Ni lazima upitie hizo dhambi na ushinde, si dhambi kushinde. Kana hii apike amen. Wacha kukolea kwa dhambi. Wacha kunyamazia dhambi. Ukipata umetenda dhambi, kiri na utoke katika hiyo hali ya dhambi. Na ujue wakati nimefanya hii dhambi, nilifanya kinyume na neema ya Mungu. Yesu alipoenda msalabani, alienda kubeba dhambi zetu. Mpendo, ukijipata uko ndani ya dhambi, dawa ya dhambi ni kutubu. Sasa Paulo anafundisha Timotheo, na napenda mafundisho ya Paulo kwa sababu gani? Young people, they don't understand that without these elder people, you cannot make it in life. You cannot make it in salvation. You not make it in the ministry. How much you speak in tongues, how much you can preach good English. I want to talk to young people. We need these servants of God who have been in the field for long. Kuna challenges wanazipata. When we pass those challenges, they are going to help us to overcome. But if you think you can be shut and be silent, and you think you can be more than unajua wanalika wanasema si tuko na akili kuliko hao wazee. Mbona Timotheo amekuwa na mshosho wake, Timotheo amekuwa na mama yake, Eunice and Lois. But Mungu amewekea Paulo mzigo akuja take over as a man, as a servant of God. Because what was inside the heart of this young man, hakuna mtu anaweza kizalisha. Mama yake angeweza, licha ya kumfundisha mambo ya kiungu, ilihitaji mtumishi atamfundisha hard way ya kwamba ya persecution. Ukiwa mwanarika, unapenda kuangalia hizo vitu na kutamani utafanya. Hata kama utafanya na mtu, utafanya na macho. Na macho ikisikia itatamani. Na mwili na roho itakwambia twende, na unajipata huko. Kuna vitu lazima tuanze kusonga songa. That's why wewe huwezi sema you are working under the grace of God mwezi wa 5 na watu wanapata chini. Wakati unaona tumewekewa mbegu ya ile pesa tuliwekewa, mtumishi akakuja akataja amen. So when we come in the service, by the grace of God, we receive our miracles. You know, you can come to the church and you are under what? Captivity. Unless you open your heart. And that grace that is being spoken here to come in your life. Mimi nilishangazwa sana. Iwe asubuhi ya leo namshukuru Mungu ni kwa ajili ya utendaji wake maishani mwangu. Nimemwona akiwa Mungu mwaminifu. Last Sunday I was not feeling well. Ni ile tu kujilazimisha. I was in total pain. But when the man of God alisimama kwa madhabahu na alitangaza na akadeclare, me I don't know how nilifika mbele, sijuani. Nilisikia tu nguvu, si alituambia kwa imani, inama shika mahali unaumwa. Nilikuwa naumwa na lower abdomen na mguu. But kitambo nitoka hapa nilikuwa sina pain. My abdomen ilikuwa sawa. Sikuwa nasikia headache pain. But I thank the Lord. The whole week have been in His presence. That is one thing I thank the Lord. Sichukuli ya kawaida. It has taken the hand of God. Mi hata mguu saa hii imepona, nimeona Mungu akiwa Mungu. Barikiweni. Yes. Nami nashukuru Mungu ni kwa sababu wema na fadhili. Manake kipindi imekuwa na nimemwona Mungu kama Mungu. Wacha niseme neema iliyo hapa. Na nishuhudie mambo kuhusu yale ambao waka napitia sometimes. Gari nayo haikuwa na blinks. Sasa nikaona kama asubuhi hiyo ilikuwa kitu 6. Na ninasema kushuhudia neema na neema ya Mungu. Na sasa ikafika mahali nilikuwa already nataka kuovertake gari. Eneo kuna kona ya hivi kidogo. Na katika hiyo mimi nilishuka kwenye alikuwa mbele yangu sasa mama. Na already in mind nilikuwa na overtake. So already mimi nilikuwa nishatoa kichwa kwa barabara, yani ndio overtake na akasimama. In fact nilijaribu kukanyaga breki ikakataa kusimama. It was almost
nigonge. Sasa mwanangu mwenye alikuwa anakuja mbele ndiye alifanya kuona vile nimefanya, akasimama. Sasa akasimama, nikapata a way through, nikapita hiyo gari na nikaenda, nikashuhudia, nikaona kweli Mungu ni mwenye uwezo, Mungu ni mwenye neema. Na hivyo nashukuru Mungu ni kwa sababu hayo mimi singejiwezesha. Na hakika mimi nilikuwa nimeona kabisa hii naenda mazishi, lakini na mimi au one of them ya kwamba maana leo ningegonga nyumba tu na singekuwa na space. Maana kati yangu na huyu gari sikuwa na space. For sure sikuwa na space. Ni vile tu Mungu naye Mungu utuongoza. Na ni kabisa mimi naonaga kweli kabisa Mungu ukimwamini kuna mema ambao kufanyia hata ikawa ujui. Na ndio nasema Mungu ni Mungu mwaminifu. La pili, kupata hii kazi, wacha nishuhudie leo. Na niseme kwamba Mungu ni Mungu mwaminifu. Na nilitoka hapa nikiamini Mungu ya kwamba kuna bishop kazi aliniambia fanya. Na ni kweli nilifanya. Lakini maoni mwangu nikasema ninaamini neno ambao huwa anasema. Na akisema huwa linatimia. Nikamwambia Mungu, wacha vile amenituma kazi, naye Baba niandalie kulingana na hilo neno, naye Mungu aniandalie mahali nitakuwa naenda. Haya, hiyo siku niliyofuatia nikakomba, nikapata rafiki yangu mwingine akaniambia kuja kesho maana nafasi imepatikana. Of which sikuwa naitarajia kwa haraka. Na sikuwa na kitu kwa mfuko. Mke wangu ndiye aliniambia enda kwa imani. Na ni kweli nikaenda kwa barabara na nikapata lift. Kutoka kwa lift bali nienda nikapata already ule mwenye alikuwa amesema nikuja ashatoka, lakini ashaacha report kuna mtu anakuja ABCD. Na kufika nikapeana stakabadhi zangu. Kupeana stakabadhi zikaingizwa ndani. Kuingizwa ndani the following day ndio nikakupigia simu. The following day nikaambiwa kuja kazi. The amazing thing, na ndio nasemanga kweli ukienda na kibali cha Mungu na neema na neno na maombi, kwa sababu Mungu wangu alikuwa ananiambia umesalimiwa na Mungu atakubariki. Umesalimiwa na watumishi, lakini Mungu atakubariki na kazi. Kwa hivyo nilipoenda pale, it was like actually ilikuwa ni kama kasinema tu. In fact the bosses of that company ndio walikuja kunifanyisha interview. The two boys of that huyo yani huyo mdosi wa hiyo kampuni. Na sasa mwenye anasimamia magari. So walinifanyia hiyo nataka interview haraka. So the following day nilipoenda nikakaa hapo, sasa nikawa naatendiwa na HR. Finally alikuja akasema mbona mtapatia huyu mzee gari? Hapo ndio nilipatiwa gari. Bwana Yesu apewe sifa. So wenye walikuwa ambao wanafanya utahini watu, wanakupeleka kwa barabara na whatever. Ikawa kabisa hawajaniona kwa macho yao, wao wakinifanyia nini? Interview ya barabara. So walikuja akaniuliza wao mmoja, maana niliambiwa yeye ndio ufanyanga hiyo kazi. Na mimi hapa umeletwa na nani? Manake yeye sasa kwake yeye alikuwa nadhani ataambiwa shika huyu mtu umtembeze ama umwangalie utupatie ripoti kama yeye ni right. Lakini hiyo process yote ikawa Mungu ameifuta, ikawa ni Mungu na mimi kuingia mahali pale. Na ndio nikaona hakika mkono wa Mungu ukiwa juu yake na neema. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa hayo, maana naona ukuu wa Mungu ndani ya maisha yangu. Na haya yote ni kupitia watumishi wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nawashukuru sana. Maombi neema ambayo iliyoko hapa, mimi huona inafungua njia ambayo ni za ajabu. Haleluya. Na tumtukuze Mungu. Haleluya. Mbarikiwe sana. Bwana asifiwe kanisa. Asubuhi ya leo ni mwaka mzima na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Zaidi ya yote nina uhai. Ushuhuda yangu ni last week from Sunday tulipoombewa, kuna vitu zilikuwa zinanisumbua in the course of the week. Sasa katika hiyo harakati kuna one of my customers tulikuwa tumeanza kufanya naye biashara, lakini ikakuwa kuna jamaa anataka kumlipa.
So akaniambia sitakupa hiyo biashara, na nilikuwa nahitaji hiyo biashara sana sana sana. So aliponiambia atanipea hiyo biashara, sikubishana naye. Kuna vile bishop na pastor alinifundisha. So nilipofanya hiyo kitu walinifundisha, haikumaliza hata wiki ikiisha, Wednesday akanipigia akaniambia, tulikuwa tumeongea aje? Nikamweleza na mimi nitafanya nini na nini, nikamweleza. So akaniambia hiyo biashara ninakurudishia. So nikakaa nikaangalia, nikasema all in all, ile instruction tu nilipewa ndio nilifuatilia. Kuna masaa huwa aliyo ananiiba, lakini nikijirudia sasa, nikiweka watu atusumbuani, atukosani na Bwana. So nilirudia hiyo na nikaona inafanya kazi. Hata nikamwambia bishop, maana huyu jamaa akaniambia, si wewe ukisahau hivi, lakini ukifanya hivyo. Kwa hivyo nashukuru Mungu. All naambia the simple instructions tunapea. Hata Mungu atupatie big instructions, zinakuwa very simple instructions. Ule ukifanya wewe utafanya na utapata. Kwa hivyo Bwana wabariki. Thank you.
Ukiomba utapokea.
Tukimaliza tutakupea Power Lion coffee, at least you will get back your energy. Amen. Kwa wakati unataka nilete praise and worship ili tuimbe praises, tuabudu, alafu tutoe sadaka zetu ndio tukaribishe mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo praise and worship on the altar haraka.
yake nje. So mahali kuna agano utaingia sacrifice na promise. But there is oath, una take oath. So you took oath. Ile oath ulichukua. Ndio nasikiliza ushuhuda zenu. Wale walitii na wakaweka oath ama kiapo, ndio mmekuwa mkitimiza viapo vile. Hiyo nadhiri inakuwa ni kiapo. Hello? Hiyo inaitwa nini? Kiapo. Na kwa hivyo ni lazima, kama Mungu angetuahidi kumleta Yesu na Yesu asifike wakati unaofaa Kalvari achinjwe kwa ajili yetu, tungefaulu kwa njia yote. Mimi siwezi bila hiyo ahadi ya Bwana. Amina. Na kwa hivyo ili nayo ahadi yako, amina, na agano yako ifanye kazi, inaambatanishwa na vitu zingine hapo. Maana najaribu kuongea habari ya nini? Naongea kuhusu agano. We serve a covenant keeping God. Amen. We serve a covenant keeping God. God will keep a covenant. You entered into a covenant with God, God will keep that covenant. Amen. Meaning of covenant. Let's get into the meaning of the covenant. If you want to know God of covenant, for you to keep that covenant you have entered into, lazima uelewe meaning yake. Na ndio hii anasema this meaning, binding agreement, for those who are writing, binding agreement or a promise between God and the humans, between God and the humans, establishing a relationship and mutual obligations. Amen. Mutual obligations. Sasa ni lazima uelewe. Sasa kwa lugha nyingine ni kwamba kuingia kwa maagano na Mungu ina maana kwamba umeingia kwa makubaliano na Mungu ya kudumu, makubaliano ya kuwaunganisha. Binding ni makubaliano ya kuwaunganisha na Mungu, na ama ahadi, promise. Na hiyo makubaliano ya kuungana na Mungu ni kati ya Mungu na wanadamu. Hiyo ndio Mungu fanya. Na ndio sababu Yesu kama Emmanuel alikuja kuwa Mungu pamoja nasi. Kupitia hiyo damu yake maagano yanaingia, ama agano yakaingia. Sasa tunaambiwa hiyo uhusiano ya kirafiki, uhusiano ya kindani ya kirafiki pamoja na majukumu yake. Amina. We have also obligations. Kuna vitu atataka ufanye, obligations. Atataka wewe mwenyewe ujicommit, utafanya that commitment, nitafanya hii na hii. So hizo siku Mungu amekuwa akisema nataka hii na hii na hii, amekuwa akitaka kuchange watu, maeneo, na kuchange jina la huduma. Mimi wakati nilikuwa na mkutano kule Jamii Business Center, City Center, with those Nigerians, host akiwa ni Archbishop Harrison, na wale watumishi walikuja na maujumbe, na yule mwingine anaitwa Bible kutoka USA, kutoka Dallas, I think USA. Huyo anaitwa Bible. Na wacheni niwaambie, Mungu anajua kulea watu. Ana baba alilelewa ni mama yake, na mama yake alimwahidi kitu kimoja. Alimwambia, sasa maana una baba na ni mimi niko na mimi najuana na baba mbinguni, nimeokoka. Sasa shika Biblia na mkono huu
na huu mkono mwingine shika elimu, na itakupeleka mbali. During elections in the USA, he was the only person invited by the president kutoka katika makanisa yaliyo ya kiroho, mtu asiyejulikana sana, lakini alikuta jina lake limeshapelekwa mbele ni Mungu. Aliitwa na Trump katika delegates za watu wa majina makubwa sana. He was there and he was preferred. Kila wakati anakuwa preferred kuwa ndio wewe fanya Bible, Apostle Bible, fanya ina kwa niaba ya Amerika na mataifa ya ulimwengu. Na hiyo ndio Mungu anajua kusongesha mtu kama amekubali tu kuwa chombo. Kwa utiifu alitii maneno yake na mama yake, kati ya Mungu akiwa mshahidi. Sasa hivyo maagano, when you enter into a covenant, please take care of that covenant. Ukisikia sauti kama hiyo ulisikia, ilikuwa ni kupitia covenant, na unarudi tena, naongea na Emily, ukiendelea tena unachukua nafasi, unachukua dhambi nyingine, unaenda unaisiri, it becomes yours. Na unaona vile imechange ikachange yule mama, na tulimwombea na kumuita jina yake, na nikamwamuru huyo mama, nikamwambia pokea mtoto kwa jina la Yesu, nikamwita majina yake, siwezi kutaja hapa sasa. Sasa ikafanyika. Sasa lazima uwe mtu wa imani ukifanya haya mambo ya Mungu, kuyajua na kuyakubali na kuyafanyisha. Na hiyo ndio sababu nawaambia, si ya my mother wala my biological father wala my sisters and brothers, wao wanahitajika wakujie kama kila mtu yeyote yule, lakini si mtu akuje ati kwa sababu mimi nikakijana kwao. No way. I am God's anointed servant and tested man of God. Amen. Bwana sifa sana. Kuna huyu msichana alikuwa hapa. Huyu tumekuja naye hapa, nimemwita. Nilimwambia pande hapa. Nadhani kwamba panda na sababu mimi nilijua kile nafanya. Alafu yeye anakuja kuniwekea request, na mimi request naomba tufanye ile. Hivyo tu. Lakini baadaye naangalia naona huyu ni Mungu. Unaweza kuwa uko na kaumbaliji fulani kaoga, lakini unatoa watu wa kusongesha mbele. Yeye anafanya hivyo. Na katika hiyo kampuni yeye ni mshupavu. I mean, I like her because yeye ni mshupavu. Na anafanya hivyo tu straightforward. Na si ati nini. Hivyo tu. So, ni vizuri kuelewa maagano na kudumisha maagano. You see, we talk of the establishment, establishing a relationship. Through that covenant made, will establish, itaimarisha mahusiano yenu katika these two parties. Na vile wale wanadamu mtaweka maagano, iwe ni ndoa, iwe ni nini, ni lazima ikuje kupitia the same process of agreement, because the two of you are mature people who are coming together to marry. Kwa hivyo pale hakuhitajiki kuwa na mchezo wala kutoaminika ama uzembe when it comes to marriage. The two serious parties coming together into agreement waweze your bodies. Hapo ndio unakuwa you are entered into a what? Into a covenant. Ile promise mliahidiana mkiongea imeletwa kwa mtumishi wa Mungu kuwa ushahidi hapo na yeye, na kuendelesha hiyo ibada ya ndoa mbele ya Mungu na mbele ya mashahidi wengi ambao waalika kuja kushuhudia. Sasa hiyo, it is a binding covenant. That will be a binding what? It will become a binding it will become a binding what? A binding agreement. Bwana sana. So for you to keep a relationship, it means you have a covenant, you have entered,
that you respect that covenant. Amina. Kwa hivyo pale unajizuia usiwe kibaraka kwa mwenzako, lakini ukuwe baraka kwa mwenzako, na muende pamoja na yale mambo hitajika. You are responsible. Amina. To raise a family, kuzaa watoto, na you are responsible to please each other. You please each other. Sasa unaweza kusema sikuwa ninajua, hata sikuwa nimepanga kuolewa, sio nini. You are foolish. You are foolish. You are very neat. What you need to do, kama kumeingia shida, can you sit down and review together? Ama wewe mwenyewe ujiite mkutano. Wewe mwenyewe ujiite kama mkutano. Jiite kama mkutano. Na uende tena uone mahali ulifanya ujinga. Toa ule ujinga na utengeneze na uendelee na mahusiano yajengeke. Uwe umedhibitika. Hiyo ya kuyumbayumba si Mungu, hiyo ni ujinga. Ukiona yako inayumba, kuna ujinga ilifanyika. Na unaweza kumsihi Bwana, you renew the covenant again. Bwana sasa. You do what? You renew. And as you renew, kuna processes ya 1 to 3 things you do until you activate again what is in you. Amina. That which is in you, that which drives the covenant must be renewed. And it is in you, it is in your heart. Hallelujah. Tunaelewana? So again, God made the central covenant with Abraham, which is known as Abrahamic covenant, and the two sons. Abrahamic covenant, which went to 3 generations. Na ikawa mataifa yote ya ulimwengu ibarikiwa. Abrahamic covenant. Hiyo ni mfano. Mpaka ikaingia kwa mtoto wake Isaka, na ikaingia kwa mtoto wake Yakobo. This covenant alive. Lakini kwa sababu ya covenant, God to deal with the Cornish in him. That conmanship in him, God to deal with it. That lie, there was a lie in Jacob. Because Jacob is a lie. That said, be Mungu mwenyewe, he was responsible. Baada alikuwa amefanya ile agano na baba yake Jacob. Na babu yake Jacob. So he had to come in because Abraham was God's friend. Kwa sababu ya rafiki yake Mungu Ibrahimu, ilibidi akuje Mungu mwenyewe aone vile atafanya. So he dealt with the situation until he changed the name of Jacob to Israel. Amen. Israel meaning what? Na usikimbia haraka nikikuuliza mara nyingi. Israel is a different name from Jacob. Na hiyo sasa kipa Israel, hiyo baraka Ibrahimu na hiyo ahadi ya Mungu lazima itimie. In Israel ndio anga ya pekee, hakuna shetani anapitiana. Kuna magonjwa mengine kwa mataifa, lakini haiko Israel. Anga ya Israeli haiwezi ikapita ile magonjwa. Kwa sababu ya nini? Amesema sitakuongezea magonjwa mengine ya Misri. Kwa hiyo Israeli kuna magonjwa fulani hiyo Mungu aliachilia kwa sababu ya mapigo. Alikuwa anakaa watu wengine wanakosa kutii. They disobeyed God sometimes. And so God had to let some punishment take place so that he may correct them. That they may be afflicted to turn away from evil, from disobedience. They renewed again the covenant. They kept on renewing the covenant. Are you with me? Na kwa hivyo sasa kuna 5 great covenants. 5 great covenants when you read through the Bible. Amen. 5 great covenants
Then we have Abrahamic covenant. We have tuanzie na order. We have Noahic covenant and Abrahamic covenant. Are you with me? Then we have Davidic, Mosaic covenant. Then Davidic covenant, that is which is of David. Davidic covenant, and we have Christ's covenant. Christ's covenant. Sasa hizi covenants they are many. Hizi ni kubwa. Hizi ndizo kubwa zimeshika mambo yote. Na ndio sababu hao watu hata wakijikuta kwa makosa walikuwa wanaitia Mungu, wanamuomba Mungu rehema, anawarehemu. Ndio na such people like Samson. Anasema Mungu nikumbuke this one more time. Remember me Lord. Na Mungu anamkumbuka. Kile kitu Mungu kumbuka ni the covenant you made. Sasa kwa sababu ile hatupati vitu nyingi, ni kwa sababu tunafanya ujinga, ufumbavu. Kwa sababu sasa Yesu alituletea agano jipya, na hiyo agano sasa Mungu aliahidi ataweka kwa mioyo yetu. Na mara nyingi tunajifanya wajanja na tunaingia kwa mitego na dhambi, na hatutaki kutubu dhambi zetu. Sasa hapo ndipo tunaingia kwa shida. Amen. So hizo ni introduction tu, leo siongei sana juu yake, lakini muhimu. God's covenant, tuangalie moja, God's covenant with the Levi. God's covenant with the Levi. If there is time, tutaangalia God's covenant with the Levi. Levi, wale watoto 12 wa Israeli. So Levi is one of them. Na sasa Mungu alifanya agano na Levi, alimchagua amtumikie Mungu. Na katika nyumba ya Lawi akachagua Aaron na watoto wake wakuwe makuhani. Hao ndio wanasimamia madhabahu. Hao wengine wanafanya kazi ya Mungu, kazi ya nyumba ya Mungu, kazi ya Mungu au Walawi wenzake, ndugu zake. Lakini yeye in particular, Aaron, he will work on the altar. Amina. Ataongoza ibada, ataongoza dhabihu katika madhabahu. Kwa hivyo he entered into special covenant with God. His main covenant, sasa chini yake kuna covenant. For example, the main covenant of Abraham, tunaona chini yake kuna covenant ili extend mpaka kwa Isaac, ika-extend mpaka kwa mjukuu Jacob, na ime-extend sasa iko kwa 12 tribes of Israel. Na hiyo ndio Mungu wa Israeli, ndio Mungu wa Israeli. Na ndio sasa unaona amechagua Levi. Levi na yeye akuwe nini? Akuwe mtumishi. Na kwa Levi ndio kumetoka Moses, the lawgiver, Mosaic covenant. Sasa amerudi tena, amekuja amepewa amri 10 Musa, na ameweka agano jingine kubwa na Mungu, akapewa amri 10. Amina. Then Aaron naye anapewa kwani, lakini alipoteza ile kwani, ndio sababu ilibidi Yesu akuje. Vazi aliyokuwa amevalishwa ya kwani, Mungu aliwaita pamoja na kaka yake mdogo Moses. Maana Moses alikuwa mdogo kwao, lakini yeye aliwekwa mafuta mengi ya kuongoza na kuwa kama Mungu kwao. Sasa alimpandisha kwa mlima, akaenda akamtoa vazi la ukuhani. That's how he died. He died. Na mambo ya ukuhani wa milele katika nyumba ya Lawi ikaisha. Unanielewa? Sasa si milele tena. Sasa ni Yesu uchagua. Yesu ndio uchagua mapasta. Kutoka siku hiyo they shift big pastors kwa nyumba ya Levi.
Sasa ikawa Yesu anachagua kulingana na Ephesians 5:11. Wengine aliwaita kuwa mitume, manabii, wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. So unakuta God kept on extending these covenants because of the main covenants, akatengeneza maagano zingine. So Mungu akiita mtu ama Bwana akiita mtu ni lazima mwende kwa maagano. Amina. Otherwise huwezi kuitwa mchungaji. Ndio nilikuwa nikapiti wale hapa wanajiita wachungaji, hizo zote nikafuta. You cannot call yourself a pastor na unakubalia watu wakuite pastor. Ndio mlisikia sio, tulikuwa friendly na yeye, akasema Director Mary Mambo hawacha kujiita bishop, hawacha kujiita nini bishop. Akasema religious leaders na hizo titles wanazitetemekeanga, na kule anaenda akiwaapproach hata wewe ni imam, wanakuanga na heshima kwa hizo ofisi zao, wanaziheshimu. Kwa hivyo asijiite bishop, alafu anafanya vitu kijua kali, hataki hiyo. Anataka mtu ordained, na kama ni ordained afanye kazi za